Ndugu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Allah na kuzitaka ziada za rehma kwa dhati zimfikie kipenzi cha umma, naye si mwingine ni kipenzi chetu Nabii Muhammad. Waislamu, tumeyapata maneno mengi na tumezipata nasaha nyingi, miongoni mwazo na zilizo bora na kubwa ni nasaha ambazo zinahusiana na takwa. Tumepata kutoka kwa wanazuoni mbalimbali, lakini miongoni mwa maneno makubwa na mazuri ambayo tumewahi kuyapata ni kuhusiana na maisha haya ya duniani. Tunaambiwa kwamba wanadamu ama mwanadamu yoyote katika maisha ya dunia kaachwa huru na kapewa khiari achague njia sahihi ya kuishi na achague makazi mazuri na yenye amani na salama kwake atakayokwenda kufikia baada ya maisha haya duniani. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani aliposema, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba inna hadainahu sabila. Katika baadhi ya tafsiri tumepokea kwamba hakika sisi tumembainishia njia mwanadamu, tulivyomuumba tumembainishia njia, ni juu yake sasa, imma shakiran wa imma kafura, ima ashukuru kwa kuishi na kufata utaratibu na mpangilio wa masala tuliyomwekea, ama akufuru kwa kwenda kinyume na hivyo. Kwa hiyo mwanadamu, ni juu yako uangalie unachukua njia gani, kwa sababu hapa duniani huna uthubutu wa kusema kwamba wewe utaishi milele. Chagua njia yako mwenyewe kwa vile utakavyoishi, mpangilio na ratiba na mambo utakayokuwa nayo katika maisha yako. Ndiyo mmoja katika wanawazuoni amezungumza maneno akasema, alaika bitaqwa Allah, lazimiana na takwa, fungamana na takwa. Kwa nini? Akasema, fa innaka la tadri anna idha janna alaika al-layl hal ta'ishu ila al-fajr, kwa sababu wewe hufahamu na hutambui kwamba pindi usiku utakapoingia ya kwamba wewe utafika mpaka asubuhi. Kitu hicho huna na hufahamu. Katanguliza katika maneno haya kasema, alaika bitaqwa Allah. Kwa hivyo sasa lazimiana na kumcha Mwenyezi Mungu. Ufahamu hapa tu tulipo hamna mwenye uthibiti na uhakika wa kwamba yeye atafika jioni. Lakini akaendelea kusema bingwa huyu akasema, kam min sahihi asha kam min sahihi mata min ghairi illati, ni watu wazima wangapi wamekufa pasina sababu, pasina ugonjwa. Nasikia bwana fulani kafariki, jana tulikuwa naye sehemu fulani, ndiyo kafariki. Alikuwa hana ugonjwa yule, ndiyo. Hii inaonyesha kufa sio kuugua wala sio ajali.